Episode yetu ya kwanza hii imekuwa dedicated special kabisa kwa ajili ya kumjua Emmanuel Samson ni nani, historia nzima ya Emmanuel Samson ambaye ndiye CEO founder wa Expensive Husband Brand. Unajua unaweza ukawa unajiuliza ni kwa nini umeamua au ni sababu zipi zimekufanya uweze kufanya hiki ambacho nakifanya. Unajua ambacho nakitambua na ambacho nakiona kwangu ni kile ambacho ninaamini Mwenyezi Mungu anakielekeza kwenye maisha yangu, na mpaka nimeamua kufanya hivi ni reflection au ni projection ambayo ninaiona kwenye maisha yangu, ambayo ninaiona Mwenyezi Mungu kila siku anazidi kuifanya na kila siku anazidi kuendeleza kwenye hatua moja kwenda hatua nyingine, na nikiangalia ukubwa ulio ndani yangu, ukubwa ambao Mwenyezi Mungu ameweka ndani yangu, na nikiangalia how future is going to be big, naona tu kuna sababu kubwa zaidi za mimi kuweza kutengeneza platform yangu ambayo nitatengeneza dunia yangu, nitatengeneza watu wangu ambao watajifunza na kuishi kupitia maisha yangu, kupitia whatever nimepitia, inaweza ikawatengenezea njia kwa namna moja au nyingine, kwa sababu personally ninaamini existence ya binadamu yoyote ni ipo purposely kwa ile tunasema ile goal ambayo Mwenyezi Mungu amekuleta uweze kuifanya. Kwa hiyo nikiangalia ukubwa wangu kwa macho ya kawaida ni mkubwa sana, na nikiangalia kwa rehema na baraka za Mwenyezi Mungu, I see myself to the level ambayo ni ngumu kuelezea. Kwa hiyo instead ya kusubiri platform nyingine zije zizungumzie kuhusu mimi, I should make sure that mimi ndo nakuwa wa kwanza kuhakikisha kwamba ukitaka kunijua mimi, you have to come in my platform kuhakikisha unajua kuhusu mimi. Na platform, uzuri sayansi na teknolojia imetusaidia sana. Sasa hivi una uwezo wa kuweka vitu ni digital na vikaishi, na tunajua everything tunachokitengeneza duniani hapa kinabaki, tutakiacha, hatutaenda nacho kokote. Kwa hiyo utakachokipanda duniani ndicho kitakacho kuishi. Kwa hiyo na ndio maana tunaambiwa unapoishi duniani hakikisha unapanda wema, kwa sababu wema wako utakaopanda ndio utakaoishi. Kwa hiyo na mali and whatever and everything utaacha, vitauzwa na vitapotea, lakini the impact utakaoifanya kwenye jamii yako, the impact utakaoifanya kwa watu wanaokuzunguka, familia yako, ndio itakaofanya wewe uendelee kuishi na kudumu. Kwa hiyo nimeona ni vyema niweze kutengeneza my platform, kuweza kuelezea kuhusu mimi, ili hata kesho na kesho kutwa when I'm not there, this is going to live. So karibu sana kwenye episode yetu ya kwanza, na leo utamjua Emmanuel ni nani, Mr. Kode ni nani, historia nzima ya elimu yangu, historia nzima ya familia yangu, historia nzima ya career yangu mpaka leo niko hapa, lakini pia historia nzima kabisa ya tangu nimezaliwa mpaka nimefika hapa ambapo leo nimepata nafasi kati ya vijana wenye bahati duniani ya kuweza kuangaliwa na watu zaidi ya milioni 50 kupitia mitandao yangu ya kijamii. Sio kila mtu anapata hiyo nafasi. Kwa kama unaweza ukaoleta kitu duniani na kikaweza kufuatiliwa na watu zaidi ya milioni 50, that is very huge. Kwa hiyo nipende kumshukuru sana Mwenyezi Mungu, na nipende kumuinspire kijana yoyote alipo hapa duniani kwamba you can make it. Usijichukulie poa hata kidogo. Underestimate. Usijichukulie poa hata kidogo. Just know that kama Mwenyezi Mungu kwenye zile spams zote alizompa baba yako na mama yako, lakini wewe tu ndio uliweza kufanikiwa na ukawa realized mpaka sasa hivi you existing. Usijichukulie poa hata kidogo. The power inside you, the God inside you anasema vingi zaidi ya unavyoviona. Kwa hiyo make sure your mind na kila kitu ambacho unaishi duniani iishi in a universe
Usiishi kwa kuiangalia tu dunia hii, kwa sababu ukiangalia dunia tu unajipa limit. Angalia vision yako, iangalie kule aliko Mungu. Kule aliko Mungu ndo kunaweza kukafanya chochote ambacho ni impossible kikawa possible. So me personally, I'm grateful for this life and I'm very happy. I'm very happy. Na mshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa maisha aliyonijalia, kwa baraka alizonijalia, and sitochoka kumshukuru. Sasa nikukaribishe wewe uweze kuwa mwanafamilia wa safari ya Expensive Husband, Mr. Cody. So karibu sana. Kianza na Mr. Cody ni nani? Okay. Mr. Cody ni jina ambalo limetengenezwa la kuishi duniani, ambalo personally ni jina ambalo limekuja duniani kama identity yangu. Lakini ukiacha Mr. Cody, origin name yangu mimi ninaitwa Emmanuel M. Samson. Kwa nini M? Na kwa nini Emmanuel? Na kwa nini Samson? Emmanuel ni jina ambalo nimepewa na wazazi wangu ambao ni Mungu pamoja nasi. Nilizaliwa tarehe 25 mwezi wa 12, nikapewa jina la Yesu Kristo. Na M ni jina la ukoo ambalo linatambulika kama Magati, lakini Samson ni jina la baba yangu ambaye ndiye sababu ya mimi kuwepo hapa duniani. Kwa hiyo Mr. Cody, nilikuwa na majina mengi sana kwenye kujitafuta. Nimepitia kwenye majina mengi sana, lakini at the end tumekuja kuishia kwenye Mr. Cody ambayo mpaka sasa hivi unazungumza na Mr. Cody. Kwa hiyo nimewahi kuitwa Longman Cambridge the time I was studying. Nimewahi kuitwa president. Nimekuwa na majina mengi sana, lakini yote majina hayo yalikuwa yakitengenezwa kulingana na circumstances tofauti tofauti na phase tofauti tofauti za kukua. Lakini kwa uharaka tu ni kwamba Emmanuel, that's my name, na hiyo ndio origin yangu. Okay, tukianza na historia yangu, mimi ni kijana wa tatu kwa baba yangu, lakini ni kijana wa pili kwa mama yangu, ambaye nilizaliwa wilaya ya Ngara iliyoko mkoa wa Kagera, na mama yangu ni mchanganyiko kidogo wa wakimbizi na Watanzania. Kwa hiyo alikutana na baba yangu huko Ngara huko. Unajua Ngara ni mpakani mwa Rwanda na Burundi na Tanzania. Kwa hiyo mama yangu ni mtu wa kule, lakini tukiacha mama yangu, mimi baba yangu ni mtu wa Mara, ni Mjaruo. Kwa hiyo mimi ni Mjaruo typical ambaye kijijini kwetu ni Tarime, wilaya ni Mara, wilaya ya Tarime. Kijiji kimoja kinaitwa Utegi, kiko nyuma kidogo ya Tarime mjini. Inaanza Kowaki, inafuata Utegi, inafuata Tarime mjini. Kwa hiyo kwa wale watu wa Mara wanapajua vizuri. Kwa hiyo ndio origin ya baba yangu. Na mimi nimezaliwa Ngara. Sijui hospitali ni ipi, lakini nimezaliwa pale na nilipata bahati kubwa sana ya kuweza kulelewa au kupewa wazazi wawili ambao ni mama wawili, ambao tangu udogo wangu, tangu kukua kwangu wamenilea wote. Na sijui ni kutokana na ushababi wa baba yangu, lakini nadhani tu ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Mimi nilivyozaliwa niliweza kulelewa na mama yangu mzazi, lakini pia na mama yangu mlezi when I was young, yani nikiwa bado mdogo, imagine. Kwa hiyo nikiwa bado kitoto kichanga, I'm trying to give something that niliambiwa. Hii ni kitu ambacho nilisimuliwa na mama yangu ambaye ni mama yangu mlezi, na kiukweli ameplay part kubwa sana kwenye maisha yangu. Emmanuel ambaye leo unamuona hapa, mimi ni 10% tu. Hiki ninachojitengeneza ni 10% tu, lakini 90% ni namna ambavyo yule mwanamke ameweza kuninyanyua, ameweza kunifikisha hapa ambako nipo. Kwa bahati nzuri au kwa bahati mbaya, ambao personally mimi naona ni bahati nzuri, niliweza kuzaliwa Ngara,
lakini nilienda kukua upande wa baba yangu. Baada ya mama yangu kuachana na baba yangu akaenda kuolewa familia nyingine, mimi nilienda kuishi kwa baba yangu. Lakini the time kabla hata sijaishi kwa baba yangu, kipindi mimi ni mdogo, mama yangu mzazi na mama yangu mlezi walinilea wakati mimi ni kijana mdogo mchanga. Imagine bahati niliyoipata. Kwa hiyo mimi ni mtu ambaye nina bahati kubwa sana duniani. Nilipata mama wawili walionipenda katika late ambayo sio ya kawaida. Kwa hiyo napenda sana kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo, na personally sikupata nafasi ya kukaa na mama yangu, which sio kwa maana mbaya, ni kwa bahati nzuri tu, kwa sababu ni mipango ya Mwenyezi Mungu, na niliweza kufanikiwa kukaa na mama yangu mlezi ambaye amenitengeneza vizuri, amenifanya nimekuwa kijana ambaye ni jasiri, amenifanya nimekuwa kijana ambaye sikati tamaa, amenifanya nimekuwa kijana ambaye nina uthubutu, ninaamini kwenye personally I'm proud of mama yangu ambaye typically she's my mother, kwa sababu ameweza kukaa na mimi tangu nikiwa na miaka mitatu mpaka nimekuwa kibaba wa miaka 30 plus. Kwa hiyo nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu sana kwa nafasi hii ya kunipa wazazi walionipenda kiasi hicho. So kwa haraka katika makuzi yangu na kukua kwangu nikilifaa kutokana na namna ambavyo wazazi wangu walikuwa nikinielezea. Udogo wangu nilikuwa mtundu sana. Nilikuwa very social, nilikuwa social sana na watu. Nilikuwa a very happy kid, kijana ambaye niko on vibe all the time. Nilikuwa nina ile definition ya love, nikiwa sehemu basi upendo unatawala ile sehemu. Kwa hiyo napenda sana kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa wazazi wangu kunijalia kuwa na hiyo roho, hiyo nafsi kuwa ndani yangu, kwa sababu ni nafsi nzuri sana. Ukishakuwa na moyo wenye mapenzi mengi, that means duniani wewe utakuwa umetulia, tuna mambo mazuri yatakuwa nakufuata. Kwa hiyo nashukuru sana wazazi wangu, na nikisema ni mwelezee mama yangu mzazi, sitakuwa na details nyingi kwa sababu sijakaa naye. Kwa hiyo naomba nimzungumzie mama yangu mlezi ambao kwa sasa ndiye mama yangu. Personally namshukuru sana Mungu kwa ajili ya mama yangu. Namshukuru sana Mungu kwa ajili yake, kwa sababu amenikuza vyema sana. Amenitoa ambako mimi ambaye niko hapa bila yeye sijui. Nimepata elimu nzuri, nilikuwa na afya njema, afya yangu ya akili ni salama, and everything ni kwa sababu yake yeye. Na nasema ni yeye kwa sababu mimi nimelelewa kwenye familia ambayo baba ni mtafutaji sana. Mimi baba yangu anaamini kwenye kufanya kazi kwa bidii. Kwa hiyo muda mwingi sana tulikuwa tunashinda na mama yetu. Kwa hiyo malezi na kila kitu kilikuwa ni kwa mama yetu, na mama alijitahidi sana kutulea kwa upendo mkubwa sana. Alijitahidi sana kutulea katika misingi ambayo ni mizuri sana. Alitulea katika misingi ya kumjua Mungu, kusali. Mimi nimebatizwa Roman Catholic na nimekulia Roman Catholic, nimepata komunio, nimepata kipaimara. Yote hayo ni misingi ya malezi ambayo ametulea mama yetu. Kipekee kabisa amefanya kazi kubwa sana kujenga imani yetu, kujenga akili zetu, na muda wote alikuwa akishinda na sisi nyumbani. Sisi mama yetu hakuwahi kufanya kazi yoyote zaidi ya kutulea sisi. Kwa hiyo personally I'm really proud of her, na namshukuru sana mama yetu kwa nafasi aliyoweza kuplay kwenye maisha yetu. Kwenye malezi kwa ujumla ni vitu vingi sana nimejifunza. Ni vitu vingi sana, na yani inafika time mpaka ukikaa ukawaza unasema tu Mungu asante, kwa sababu amenitengeneza kuwa kijana ambaye naweza nikasurvive katika mazingira yoyote yale. Amenitengeneza nimekuwa kijana ambaye siwezi kubagua kazi.
amenitengeneza kuwa kijana ambaye sipaswi kuamini kwamba sipaswi kusubiri mtu aniambie mimi ni bora, ila in my heart najua I'm great. Ni roho ambayo ameipandikiza yule mwanamke. Napenda sana kumshukuru mama yangu kipekee kabisa. Hivi ni vitu ambavyo kwa akili ya kawaida huwezi kuelewa, lakini namshukuru sana kwa hilo. Na katika maisha yangu ya kishule mama yangu amenipambania sana. Alipambana sana kwa sababu kwenye ukuaji wangu nilikuwa mimi ni mtundu sana. Nilikuwa ni mtundu sana kwa sababu nilikuwa natamani kujua vitu vingi. Nilikuwa natamani kujiassociate na vitu vingi. Na kwenye kujiassociate ndio kulikuwa kunanifanya naweza kujifunza. Lakini kwenye kila kitu utakapojiassociate kuna madhara yake. Na dhara lolote lilokuwa nikinikuta na mtu wa kwanza kumpata ilikuwa ni yeye. So kwa kuielezea familia yangu kwa ufupi tu zaidi nipende tu kusema kwamba I'm so grateful with my family. Naipenda sana familia yangu, nampenda sana baba yangu, nampenda sana mama yangu, napenda sana wadogo zangu. Ni vile tu kwamba wanaume kuna namna tumetengenezwa kwamba you cannot do kuna namna uwezi ukazungumza kumwonyesha mtu namna gani unampenda, namna mtu unaweza ukamfanyia mema, you're ready to do anything kwa ajili yake. Lakini kwa namna ambavyo nimekuwa kwenye familia yangu, nimetengenezwa kuwa kijana mwenye mapenzi makubwa na familia yangu. Na ni kugarantii baba yangu, mama yangu, I'm really proud of you. There is no any mistake you did in my life. Hakuna mistake yoyote umewahi kufanya kwenye maisha yangu. You did your best. Mmewekeza kwenye elimu yangu pakubwa sana. Leo mimi naweza nikaongea na wateja wangu Marekani, USA, dunia nzima kwa sababu ya investment ambayo mmeifanya. Mnaweza mkahisi kwamba I'm not working, sijawa employed, mkawa disappointed. Let me tell you that I'm proud of you. Kazi mlioifanya ni kubwa sana. Na ninawahakikishia mlipoishia nyie mimi nitaendelea. Kiukweli kabisa wazazi wangu, I'm really proud of you. Baba yangu, mama yangu, mmezaa kijana shupavu sana. I'm really proud of you. Na nikisema nimzungumzie mama yangu mzazi, najua mama yangu mzazi yuko mbele za haki, ameshatangulia, ila nasema asante sana kwa kunichagua mimi kuweza kuimpact hii dunia. Maybe hata mimi ningetamani tungekuwa wote sasa hivi, lakini mipango ya Mwenyezi Mungu, Mungu hajawahi kukosea hata siku moja. Mimi ninachoamini, nitaendelea kukuombea na nitaendelea kukuheshimu, kukupenda mama yangu na kukuenzi, maana chochote nitakachokifanya ni legacy ambayo umeiacha, na nitahakikisha pia ninafanya pia kwa familia yangu. Na kwa mwisho, kwa kumalizia, kwenye familia yangu, kwa dada zangu ambao nimezaliwa wote nao, kwa baba na mama, I love you guys so much. You mean a lot to me. Moja kati ya ushauri au urithi pekee ambao baba yangu aliwahi kuniambia, niliwahi kukaa siku moja, safari moja nasafiri na baba yangu, nikamwambia baba, naamini duniani hatutakaa maisha yote, ila nakuomba unipe urithi wa vitu ambavyo natamani hata kesho na kesho kutwa haupo, hutotamani ukiviona mimi nimekwenda kinyume na maelekezo yako. Huwezi amini, mimi baba yangu alichoniambia, aliniambia, Ima mwanangu, moja, usije hata siku moja ukaacha kumwamini Mwenyezi Mungu. Aliniambia baba yangu, anakumbuka vizuri na akiona hii video atakumbuka. Lakini cha pili, aliniambia mwanangu, usije hata siku moja ukadharau kazi. Kazi ni kipimo cha utu. Kazi itabadilisha maisha yako. Usije ukachagua kazi na usije ukashindwa kuheshimu kazi. Lakini urithi mwingine wa tatu ambao alinipatia babangu, aliniambia, Ima mwanangu, naweza nikakupa mali na kila kitu ambacho Mwenyezi Mungu amenijalia, lakini please and please
familia ambayo nakuachia hata siku moja usije ukaiacha. Babangu aliniambia urithi huo alinipa mpaka kesho unaishi kwenye kichwa changu, na hata siku moja siwezi kwenda against. Kwa hiyo nipende tu kusema kwamba wazazi wangu mimi nawashukuruni sana na nawapenda sana, na whatever I'm doing now ni kitu ambacho nimeelekezwa na Mwenyezi Mungu kukiishi, and you have to be proud. Mimi leo I'm a fashion designer, I'm respected, I'm getting money, I'm valued, naheshimiwa, kuna sehemu naingia, I'm doing God's work. Sio kwa uwezo wangu, haimaanishi mimi ni bora kuliko watu wote. Obviously I'm good, I'm the best of the best, but ni kwa sababu Mwenyezi Mungu ameamua kunichagua na kanichagua kupitia nyie. Kwa hiyo I'm really proud of you na just thank you so much. Na baada ya kuzungumzia wazazi wangu, ningependa nielezee kwa haraka historia yangu ya elimu yangu. Nimefanikiwa kupiga hatua zote za elimu, ikianzia primary school, sekondari, advance, lakini pia na chuo kikuu. Na nilianza elimu yangu wilaya ya Muleba, mkoa wa Kagera, shule inayotambulika kama Tukutuku Primary School, iko pale wilaya ya Muleba. I was very famous there, nilikuwa famous sana, na I was nice kid but very mtundu sana. Nilikuwa napendwa na watu sana, lakini nilikuwa mtundu sana. Primary school nimesoma pale, na nashukuru I was not that smart, sikuwa na akili sana, lakini sikuwahi kufeli. Na ni kwa sababu nilikuwa na vitu vingi sana, nilikuwa nafanya vitu vingi sana, I was everywhere. Kwa hiyo ilinifanya nikakosa ile concentration, kwa hiyo hata ufaulu wangu ulikuwa mkubwa sana, lakini sikuwahi kufeli. That's what I'm proud of me. Na baada ya kumaliza primary nilifanikiwa kwenda secondary school ambayo baba yangu amewekeza pesa nyingi sana. Secondary nilifanikiwa kusoma shule mbili tofauti, tatu. Nilianza preform 1 ambao nilifanikiwa kusoma Kijwile. Wale wanaishi Muleba ambao wanafahamu Muleba mkoa wa Kagera wanaijua Kijwile. Nilisoma preform 1 pale, lakini baada ya kumaliza preform 1 nilienda kusoma form 1 hadi form 3. Nilienda shule moja inaitwa Sacred Heart, iko Izigo kama sikosei. Pale nilijifunza vitu vingi sana. Nilimtengeneza Ima vizuri. Nilipata familia ambayo ilinilea, ilinifundisha mambo mengi sana. Ilinifundisha dunia ambayo hata wazazi wangu kwa namna moja au nyingine vile vitu wasingeweza kunifundisha. Kwa hiyo nilipata familia ambayo iliamua kukaa na mimi. Ile familia ilikuwa ni ya Wahaya. Walinichukua kama mtoto wao, walinilea pale. Yote hayo ili mimi niweze kupata elimu, na walinifundisha vitu vingi sana. Nilikuwa mimi siwezi kuchota maji kichwani, lakini niliweza. Nilikuwa nachota maji umbali mrefu sana kama kilomita 3. Nilikuwa naenda kutafuta kuni maporini, ni kitu ambacho sikuwahi kufanya. Nilikuwa siwezi kupikia kuni, lakini niliweza kufanya. Nilikuwa sijui kuliandaa shamba, mpaka kupanda mbegu, mpaka kula mbegu. Kikweli ile familia naishukuru sana, iliweza kunilea vyema. Ilinifanya nilikuwa kijana ambaye naweza kuishi kwenye mazingira ambayo huwezi hata kutegemea. Ukiniangalia muonekano wangu, naonekana ni wakishua, naonekana kama na maisha mazuri, lakini nilikuwa naishi na mazingira ambayo huwezi kutegemea, ambao nimesoma nao Sacred Heart wanafahamu. But I was nice guy, nilikuwa kijana mzuri tu, utundu tu ndo nilikuwa nao, lakini I was a good person.